Tanzania, nchi inaonekana kuwa ngome ya amani barani Afrika Mashariki, sasa iko katikati ya sintofahamu kubwa ya kisiasa. Uchaguzi wa mwaka 2025 umeibua maswali mazito. Je, hii ni demokrasia au maigizo ya kisiasa yenye sura ya uchaguzi? Mnamo tarehe 29 Oktoba, Watanzania walijitokeza kupiga kura katika uchaguzi mkuu uliokuwa ukisubiriwa kwa hamu. Rais Samia Suluhu Hassan, mgombea wa Chama cha Mapinduzi CCM, ametangazwa mshindi kwa zaidi ya 97% ya kura. Lakini ushindi huo haujapokewa kwa shangwe na pongezi pekee. Badala yake, umefungua ukurasa mpya wa mzozo wa kisiasa, maandamano na taharuki. Vyama vya upinzani, hasa Chadema na ACT Wazalendo, vimedai havikupata nafasi ya haki kwenye kinyang'anyiro hicho. Wagombea wao wakuu walizuiwa kugombea kwa sababu za kisiasa. Tundu Lissu, mmoja wa viongozi wakuu wa upinzani, alibaki pembeni kutokana na kesi inayoendelea mahakamani, na baada ya matokeo kutangazwa, Chadema imetoa kauli kali. Nikinukuu, hakukuwa na uchaguzi wa kweli Tanzania. Katika kipindi cha uchaguzi na mara tu baada ya matokeo kutangazwa, maandamano yaliibuka katika miji kadhaa: Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Dodoma na miji mengineo. Vijana waliingia mitaani wakiwa na mabango na sauti za hasira, lakini sauti zao zilijibiwa kwa mabomu ya machozi na risasi za tahadhari. Serikali ikatangaza marufuku ya kutembea usiku, ikisema ni kwa ajili ya kudhibiti uvunjifu wa amani. Mashirika ya kimataifa yanaripoti vifo vya watu zaidi ya 10, lakini wapinzani wanadai mamia wamepoteza maisha. Wakati hayo yakitokea, mitandao ya kijamii ilifungwa ghafla. Watu hawakuweza kupokea taarifa, kusambaza video wala kupaza sauti zao mitandaoni. Waandishi wa habari kadhaa waliripoti vitisho na wengine kukamatwa. Serikali ikasema ilikuwa ni hatua ya kulinda usalama wa taifa, lakini kwa wengi ilikuwa ni jaribio la kuzima sauti ya umma. Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa na mashirika ya haki za kibinadamu yametaka Tanzania kufanya uchunguzi huru na wawazi kuhusu matokeo ya uchaguzi. Nchi jirani na washirika wa kimataifa wanaitizama Tanzania kwa hofu. Je, hali ya utulivu imeanza kuyumba? Kwa mamilioni ya vijana wa Kitanzania, lao ni kwamba sauti yao haikusikika. Wengine wanaona demokrasia imegeuzwa kuwa tamasha la kisiasa lisilo na maana. Lakini bado kuna wanaoamini amani ni muhimu kuliko ushindani wa kisiasa. Kwa zaidi ya nusu karne, Tanzania imekuwa nembo ya umoja, utulivu na maelewano. Lakini taifa hilo linapambana na swali gumu. Je, demokrasia bado ipo hai au imefunikwa na kivuli cha chama kimoja? Mustakabali wa Tanzania upo mkononi mwa watu wake na dunia nzima inatizama. Je, unakubaliana na matokeo ya rais nchini Tanzania? Yepi maoni yako kuhusu mchafuko unaoendelea nchini Tanzania? Dondosha maoni yako kwenye comment section. Pia usisahau kulike na kusubscribe kwa maudhui zaidi. Hii ni Lexam Media. Till next time, bye bye.